Bana mdau wa Sokabet Africa, nikukumbusha hii ni Soka Spotlight kutoka Sokabet Africa. Kama kawaida, jina langu naitwa Monica Mangera na huwa ninakuwa na wadau wa mpira, wadau ambao wanafuatilia mpira, na leo hii tutakwenda kuzungumza kuhusiana na game kali sana huko kutoka English Premier League, Chelsea dhidi ya Liverpool. Game tamu sana. Najua timu zote ziko vizuri, timu zote zimewahi kuchukua kombe msimu huu, lakini timu zote zina wachezaji wazuri sana. Sasa kama kawaida huwa ninakuwa na wachambuzi ambao tunakwenda kuangazia kiundani kwa wao mitazamo yao iko vipi. Niko na Mkanani, lakini pia niko na Ivan. Mko poa? Mko mwenyewe unyama? Umetulia? Okay, game ya leo bwana Ivan, kwa wewe Chelsea na Liverpool ni game tamu sana. Game nzuri sana. Lakini tukianza kwenye kikosi cha Chelsea ni timu nzuri, lakini of course ni timu nzuri, lakini kuna kwenye taarifa ambazo nimezipata kwamba Palmer ambaye miongoni mwa wachezaji muhimu sana kwenye kikosi cha Chelsea hata kuwepo kwenye mchezo kwenye game. Je, kutokuwepo kwa Palmer upande wa Chelsea kuna athari vipi timu hiyo ama game hii, lakini pia kuna watoa chansi gani kwa Liverpool? Palmer obviously na hili sana kwa Chelsea kama timu, sababu Chelsea labda kushinda kwa Benfica mtelomish alitoka kusingwa na Brighton, so kimoa. Kwa hivyo Chelsea akimkosa Palmer hata miss critique, sababu wanamuita Palmer lakini wanamuita cold power pia. Palmer ni mtu ambaye anaweza create chance, anaweza kufunga pia. Kama huduma kidogo tusanali ya kumbambia wa vilabu ile kwa bora sana, ili kumpoja mbonao akiwa kwenye box ya mpinzani ama final mpinzani, inampa Chelsea advantage sana akija kwenye mchezo. Mkosa Palmer itampa changamoto sana, hasa kwenye creativity. Japo hapo na Liverpool wamekuwa na defense very shit. Kimogala mtu kama Ibrahim Konate alikuwa anafanya na makosa ya kuingia kila mechi. Umeona natoka kuja na Crystal Palace, ameenda Ulaya lakini Galatasaray watu Tokyo na hiyo wampiga pia. Na sio kumpiga tu, wanapigwa timu mwameko na udia makosa yale. Hata kama Chelsea wanakosa creativity, lakini pia Liverpool wana defense yao iko shake. Kwa maana hiyo haiwanyimwa wachezaji wengine wa Chelsea kufanya chochote kitu. Kwa watamiss, lakini in terms of chance creations, lakini sio kwamba itakuwa kwa kutengeneza nafasi nzuri, kwa sababu Liverpool ni shawazi kwa kitu nasema kwa ushuda. Kuna ushuda umeshaonekana kwa Liverpool wanapitika vizuri kuhusu watu kutengeneza nafasi kwenye box lao. Sasa hii kuongezea au kuhusu alichokiongea hivi, kwa sababu kwa Palmer ndio kweli kwa na mchezaji so miongoni yendo mchezaji na pamoja, yani the top player kwa Chelsea. Very much kabisa. Lakini kukosekana kwake hakuwezi kuwafanya Chelsea kutengeneza chance au kutokuwa hatari vile. Mmoja mmoja kwa Konate hapa. Kuna watu wengi wanabishana. Mimi siko kwenye huo bishana, lakini watu wengi wanasema kwamba Virgil van Dijk anafanya Konate aonekane bora sana, lakini sio kwenye hiyo level anamweka. Mbona yani kwamba anacheza alongside mtu fulani bora sana. Unajua kitu ambacho nataka kusema ni kwamba Liverpool ya Ancelotti msimu uliopita na msimu huu imekuwa ni timu ambayo haipo compact sana. Ni kati ya timu ambazo zina concede sana transitions. Mbona yani Liverpool kwenye mpira mara nyingi ni mpaka unafikiwa, yani ni either Alisson Becker au Van Dijk au Konate afanye kuokoa. Unajua kama unakumbuka mechi na Bournemouth walilisha Liverpool alishinda kama 3-2 swani. Semenyo anaenda kufunga lile goli, anakimbia zaidi ya mita 60 kutoka katikati ya uwanja mpaka kwenye box la Liverpool, anaenda anafunga lile. Kwa ni timu ambayo offensively wanakuwa organized freshly jinsi wanapocheza, lakini pale ambapo wananyang'anywa mpira, pale ambapo wana concede transition, nakumbuka timu wanaocheza nayo wana master kufanya interception. Moises Caicedo kati ya wachezaji ambao wanafanya interception, yani
kimweka pale kwenye rank top Ulaya, Moses Caicedo pale utaona jinsi anaonyesha mpira ni art, sio kwamba anaenda kukaa anakuonyesha sanaa ya sagamba ya usabaji. Kwa hiyo una mtu kama Caicedo, then timu yako wewe ndo Ancelotti na concede sana kunyang'anya mpira, then inaruhusu sana magoli baada ya kunyang'anya mpira. Waenda kucheza na timu kama Chelsea, ni hatari kwao. Lazima ujue jinsi ya kuwa compact wakati tunanyang'anya mpira, tunatengeneza structure gani ambayo watu wasiwe hatari kinamanya mpira. Kwa hiyo ndio tunachokiona kwa Chelsea, lakini faida tunakosa pam. Of course. Kwenye Costa Chelsea tutashuhudia mechi bora kuliko hiyo. Yes, mtu kama Bonanote mzadi mzuri anatumia mguu wa kushoto kama pama, lakini bado anafika kwa levels the whole pam. Yako sasa tunataka tuangalie Enzo Maresca atatuonyesha cheat code gani kwa mchezaji gani ambaye atamfanya ashine kwenye mechi kama hizi, kwa sababu hizi mechi ambazo unakuwa na uwanda mpana baada ya kuchukua kunyang'anya mpira inahitaji sasa zile individual brilliance. Kwa mchezaji anaweza dribble, mchezaji ambaye anaweza kuchukua maamuzi, anaweza kuchukua maamuzi ndani ya mita 60 unachukua nafasi kama wewe hauna maamuzi, hauna ile talent ya kufanya nini, then ile nafasi itakuwa inaonekana sio nafasi. Kwa hiyo sasa tutaangalia Chelsea wana wachezaji gani, Enzo Fernandez, una Note, ya Nacho, sijui wote hao sasa ndo tutabidi tuangalie wanaweza kufanya hicho. Of course wanaweza kufanya hicho, wanaweza kuwazimu kwa sababu kama vile wamezibiwa na Bournemouth, wamezibiwa na watu kama Crystal Palace kwa hizo za transition. Then Chelsea na wachezaji wengi sana talent ambao wanaweza kuathiri kwa kuchukua see tunatoa rooms tale Estevao akina kimataifa wa Brazil kutoka Palmeiras, tunatuambia anaendelea kujilia kama Steven mtu ambaye anaweza drive hata kuja still kufikia goal. Yule mtoto Estevao anaonyesha kwamba anaweza kufanya hivi, na kabla kina kesho Enzo Maresca ile hilo Chelsea akimwamini na kitu kabisa Liverpool chochote kitu kitamu. Mimi nafsi nacheza na Liga hii. Mimi ndio Enzo Maresca. Estevao anaanza ule wings kwamba sasa mimi asilia. Lazima niweke mtu kama Estevao, lazima niweke mtu kama Nacho. Wale watu wenye speed ambao wana creativity na ambao wanazoea ligi. Kwenye moments kama zile kitu chochote. Lakini ukienda na watu kama kina Gittens au Pedro mzuri, lakini na mfano zaidi Estevao kwa sababu ya skills zake mbuli na uwezo. Sawa, tukibaki kwa hapo kwa Chelsea. Chelsea kwa mechi 3 ambazo amecheza amekuwa akikumbana na adhabu ya kadi nyekundu sana. Na tukumbuke game ya leo ni game yenye pressure sana. Liverpool ni mkubwa, Chelsea mkubwa. Je, tutegemee kwamba Chelsea ataendeleza ile historia yake ya mechi 3 ambazo zimepita za kupata kadi nyekundu, na je, ikitokea kweli ile adhabu Chelsea amepata kadi nyekundu itawaathiri vipi katika mchezo wa kesho, na je wafanye nini sasa at least ile adhabu iweka? Kwanza kabisa kinachoa hii Chelsea Chelsea wamepesa ukiangalia historia ya Chelsea kuanzia Kobawa tena captain John Terry, Frank Lampard, yao tangu ni captain fulani ambao ni viongozi kweli kwenye klabu ya Chaco. Lakini sasa hivi kwa captain watu ambao hawaweza na unajua kuna muda mwingine unahitaji kiongozi anaweza kuambia bwana gani sana unataka kiongozi msimamizi ambaye atakuwa kama papa na maintain pressure au wanja Chelsea na basic kama Chelsea wameweka kumbe sasa hivi wanasajili wachezaji wanasajili to declare anga na sajili wachezaji ambao wana 23 chiva sasa hiyo kusoma na 23 kuna baadhi ya maamuzi ambao unafuata kutoka kwenye maisha ya kawaida tu yanakuwa maamuzi fulani ya kimhemko. Unaweza unaweza kaendesha akili za mashabiki, unaweza ukaendesha tu hisia zako mwenyewe ukafanya pass mbao atiku bila foul. Hiyo kwanza wanachokimisi ni hicho, wanisi tu uongozi thabiti wajaga mtu wala kwenye hapa sasa hivi usifanye hivi vimeona sahihi kwa mechi ya leo. Timu hiyo imeonyesha wazi kwamba inafanya makosa na fouls zingine to transition kwa upande wa Chelsea na namna Liverpool wanaruhusu transition, lakini pia Liverpool kati ya timu zenye hata bora sio England wala kaja timu ya bora kupata Liverpool kwa sababu kwanza wale Egyptian King Salah sasa imepita 2 goals and assists kama nane vile anaamisha magoli na assist kwenye msimu,
lakini pia wana mtu kama huo Kitenge show akipamoja kwa show yote kila ngoli kama tatu tayari anaonyesha kwamba anaweza na kitu kufanya watu wanapewa nafasi na wanaonyesha pia wanaweza pia niona. Kwa hivyo kwa namna ambavyo naona kabisa wachezaji si wanaweza kupata japo kitu kama kadi nyekundu sio kitu ambacho tunaweza kutabiri ni kumbe tutokea lakini kwa ile somo tunasema bookings kama unaweza timu fulani either viongozi kwa kadi naona kabisa kwa namna ambavyo si watashiki uwezo kuona Chelsea uongoze kadi zikaja mskapuni mimi naona kabisa Chelsea kesho pamoja kadi lazima hapo hapo kwa kuepusha Ivan na Mo walikuwa ni maamuzi ambao yafikiri kubagadi ya njano sasa kufanya makosa hata hiyo kuna ile maamuzi ya kusema kama maamuzi kubwa kama hiyo huwezi kuteka kadi nyekundu yeye hizo wangu sababu yeye ni Mwingereza na anafuata sheria na kipindi mpaka watu walikuwa wanachia mwisho kana maamuzi yake jinsi kwa strict Chelsea wengi hawapendi sababu mara nyingi anakuwa yupo against sana Chelsea lakini kama yoyote ambaye atapata kadi nyekundu asele amekufa hapa awe na uongozi wa magoli mengi of course yani tokeo umepata wakati mwisho kule lakini kipindi cha kwanza unaweza dhidi ya Liverpool ya Mohamed Salah unacheza dhidi ya Chelsea of course lazima utakuwa zimu Chelsea atazidiwa na Brighton ilikuwa na uongozi wa goli moja kipindi cha pili dakika 60 anacheza na kadi nyekundu hajaweza kulinda unaweza kulinda ile pa na nifanye kuigo kwa England kwa msaada tu watazamaji ni kwa kupata kitu mtu yote ndio kusema what it is tunaongelea kama Manchester United ambaye tukaruba Ruben Amorim akakuja idadi ya mechi kucheza ni kwa points sana lakini amecheza na Chelsea alipata mbele lakini Bangari pia kulipiza chao wake wote ambao wanaonyesha kwamba yote ambaye atakuwa nguvu basi tunataka mtu yote pale England kwa ligi zingine kule bado anaweza kupata nyekundu akashinda mechi na ligi ile Uzbekistan ligi ya Monopoly mtu ambaye anajua lakini kwa Premier League investment ambayo inawekwa kama bora na mchezo inafanya unanunua wachezaji bora sana kasi ya mchezo fiziki ya mchezo inakufanya kama wewe utakuwa pungufu basi watu watakufanyia mbaya sana. Okay, tukimaliza nadhani kwa Chelsea kimekaa sana tuhamie upande wa Liverpool nakumbuka kwenye enzi za usajili kuna sajili ambazo zilibamba sana kuna sajili ambazo zilishika hatamu vitu vyote kila mtu anasema hapa mbele bado na sajili ambazo tuseme kama zilikwangua kibubu cha Liverpool nazungumzia ba Alexander Isaac lakini pia na Pix wote walisajiliwa Liverpool na walipotoka walikuwa vizuri sana walikuwa na wanasema bora sana matokeo mazuri sana lakini tangu ujio wao Liverpool ni kama yale matarajio kwa mashabiki hayajatimia. Sasa nataka hebu wapenye nini kidogo mashabiki kuhusiana na striker hao ambao wamesajiliwa. Kwa mmoja ya Alexander Isak. Yes. Sorry. Unajua Isak simu pita alikuwa Kaso naenda kwa kuchukua namba 2 chini ya Mohamed Salah. Wakati lipo anamsajili mashabiki walipo wanasema sasa kwa akiliwa au Isak sasa tunaleta wote wawili mtasemaje lakini Isak mpaka sasa hivi bado hajaweza kufumania nyapo kwa ligi kuu ya Uingereza si mtu kama Foyervix amecheza game 8 kama sasa hivi watu wanaita 008 na akacheza mechi 8 lakini hajafunga goli wala assist nakumbuka au wachezaji wawili ni waliposajiliwa mpaka watu wanasema inabidi watu wanatengeneza meme kwamba River wana kisima cha mafuta pale Anfield lakini ni basi tu hatuwezi kuthibitisha kwa nini wanatoa pesa nyingi unajua vitu ndo mchezaji gani mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ya Uingereza tokea ligi hiyo iwepo kwa vitu ndo mchezaji gani pamoja na Isak ambaye analipa pia kwa pound milioni wote wawili kama pound milioni 250 au mpaka sasa kwenye match day ya 7 bado hamna mtu ambaye ameonyesha zile cheche zao. Kwa hiyo namba tu kwa kuminasa iko karibu kumetumia pound wametumia euro milioni 500 kwenye usajili wa msimu huu tu kwa ilisha tu pita jira jote milioni 500 euro sasa
inakuonyesha wazi kwamba umesiwaka kweli pesa. Umezimwaga sana pesa utafuta yani kwamba unajua wale sote msimu uliopita alichukua ubingwa lakini hakutumia pesa kusajili mchezaji yote. Hakutoa pesa usajili yote, alitumia tu wachezaji. Kwa sasa hivi ni kama sasa uongozi umemfanya chukua sasa wachezaji ambao unataka mwenyewe, si unataka matokeo. Kitike kaletwa, Frivits kaletwa Isak. Nadhani ndio wachezaji wazuri ambao kwenye game kubwa kama ya leo wanaweza kaonyesha kitu. Unajua mchezaji mkubwa anaweza kuwa na game mbaya lakini anakupa ndicho kitu na mashabiki walivyo wanaweza kuangalia na bibi kwa Mohamed Salah. Mohamed Salah anaweza kuwa na mechi mbaya lakini anafunga goli zake, anafunga goli mbili kutokana na kwamba challenge na skills kwa anahitaji moment. Ndio hicho kitu ambacho Chelsea wanatakiwa waogope mtu kama Isak. Ndio maana amefunga goli 20, goli 15 plus kwenye misimu yake pale Newcastle. Kwa hiyo wasema ni mchezaji wa kawaida. Hapo mpa chance kufunga. Kwa hiyo vitu tutakompa chance na aimaliza. Kwa hiyo ni wachezaji wazuri ambao bado wamefika kwenye mazingira mapya kwenye ligi kuu. Mtu kama Isak nadhani bado hajasettle vizuri kutokana na sakata lake la kutoka Newcastle. Ile rival ilikuwa na sakata nyingi sana. Kwa nadhani kwenye mechi ya kesho mtu kama Kitike asikia ana doubt kidogo kwa sababu ana hamstring. Kwa Isak tunaweza tukategemea Isak akaanza. Kama sio 80 fulani hivi Isak kwanza. Isak kwanza na kashafunga sana Chelsea. Kashafunga sana Chelsea, kafunga sana Liverpool, kafunga sana Man U. Kwa hiyo mechi kubwa kama hizi anaweza kufanya chochote. Kwa mimi nadhani exactly ambao watu wawili pia. Isak na Florian Wirtz mshomba na unaanza kumtabiri uka someone huyu anaweza kutumpa chochote. Hiyo ndio nafsi nikimchukua example surprise. Uone kwanza ni premier proof, yani huyu amesha proof kwamba yeye ni similar kama news at high level, at the highest level pale kwenye ligi ya England. Lakini kwa Florian Wirtz tunaangalia pia mtu anasema usijali kwa statistics, lakini tukiangalia pia ukiangalia football hivi kawaida baadhi sana kwa bullying sana physique bado haiko sawa. Tunaongea ligi kuu England ni mchezaji kwa watu wamemtesa pia hapo ni physique. Sasa Florian Wirtz watu wanamdoa going kulinda anashika mpira kama kachelewa unajua kasi ya mchezo ni kama inamzidi haipo bado kana sawa haipo au timamu 100% kuweza kucheza kwenye Premier League na kutuliza. Lakini mimi naamini Alexander Isak ataanza kwa sababu ya doubt ya Kitike. Naona kabisa sasa anaweza kaa impact sana Chelsea. Tuombe Chelsea hapa. I think so tunaongea striker or in Chelsea au defense ambao inaweza kumpa gas sana. Exactly. Kwa kumalizia ni game ambayo tunasubiri kwa hamu sana. Kwa ufupi tu kwamba tumeshajua kwamba kikosi cha Chelsea kitakuwa cha namna gani kabla kimetoka ndio, lakini pia Liverpool wana wachezaji wa nje gani. So tutegemee labda mchezo wa aina gani? Mchezo mgumu, mchezo ambao utakuwa na pressure sana hasa kwa Chelsea sababu ya aina ya matokeo ya Premier League, mechi zao mbili zote wamepoteza, lakini pia ni mechi ambayo itakuwa ya kukimbizana sana kwa sababu ya aina timu zote mbili. Unajua hizo Goretzka amesoma kwa Pep, amesoma bila kitayaro, lakini ni kocha ambaye yupo very direct. Hivyo kwa Scott wako very direct. Ni tutaona zile mpira utakuwa unachukua from kila kasi. Nadhani atakayekuwa amepata matokeo atayapata matokeo. Kama kani nyekundu kitokea sababu Chelsea wameonyesha mpaka sasa kwamba anaita red card at sea. Of course. Au kama kani nyekundu kitokea mimi nadhani manikati nyekundu wapoteza. Mimi hiyo mechi naweka kadi za njano sasa hivi. Sababu ni mechi hapo itakuwa na saga nyingi pale katikati, jinsi ambavyo timu zote mbili zimepoteza mechi mbili mfululizo. Alafu sababu ya kukutana nataka kurudisha momentum fulani. Kwa nadhani itakuwa ni mechi fulani ya ushindani mkubwa sana, afita kwa kasi kubwa sana. Hivi nipanda mkoto kile kubashika soka beti kwa option mbalimbali ndio soka. Koto hapa Liverpool kupata goli. Liverpool kupata goli moja. Kupata goli. Hata moja pingo 0.5 Liverpool. Ni semi practical. Asilimia 75 ndio kucheza. Kama kwa Chelsea wana shake his defense katika zile timu. Premier na mtaalamu salamu japo kweli mesiamini kama alivyoposha kutabua. Lakini option nyingine hapo ni kuongezea kama mabeti na soka beti kuna option in short and goal.
unabashiri mchezaji atapiga shoot itakaoleka wala. Sasa msawa anaweza asifunge au assist, lakini ni kuhakikishie tu unaangalia mpira unaangalia Liverpool kutoka namna gani, sio Liverpool hii tu ya miaka 6 iliyopita. Utaona namna gani watu wamekuwa na kauli kwa msawa baada ya mchoyo kweli. Hata kama ni kishuti tu, lakini lazima atapiga shoot ambao itamlenga golikipa. Kwa hiyo kubashiri hiyo unaweza kuichunguza pale soka pale tusindo mkaweza kubashiria hiyo shots on target. Soka deni sana hiyo. Soka deni sana ulipata kile kampuni mengi. Of course. Soka beta kwa kuikia kuna shots on na kuna soka. Kila hapo kwa reserve nao kubeti kuna soka wanasema golikipa total sales. Naomba Renato Sanchez kipa Chelsea ataokoa yapo mashuti manne at next day. Sasa hii shoot goalkeeper to saves hii sio lazima bwana, iliyo shuti kubwa saves ni hata kikiwa kichuchu tokipoa akiokoa tu yote vile yes ndio ndio kama saves sasa nikafanya nisingie kwa goli sahihi kabisa. Sawa. Na option nyingine ya kaka pale Taylor I said hii masia kadi za njano zitakuwa nyingi. Mechi ya Manchester United na Chelsea tulisema kwamba zinatokea kadi kwa Chelsea peke yake kadi zaidi ya 5. Na zimetoka ilikuwa ni mechi ya Liverpool ya Real Madrid na Atletico Madrid. Yes, Atletico. Hapa tulizungumza. Tulisema kwamba Atletico Madrid peke yake anapata kadi zaidi ya 5. Yaani kadi 5 hapo endelea. Hapo Atletico Madrid alipata sisi kadi 5. Kwa bwana watu wa Spotlight Soccer Bet pale akaeni Bwana leo umesikia kuna option kibao ambazo umepewa wewe tu, alafu leo bwana hii bwana nikupa option adhimu sana ambazo hizo unazipata Soccer Bet, lakini pia ni option ambazo ukizitazama hata kwa review zina asilimia kuanzia 70 na kupanda dishes bwana. Wewe mwenyewe tu ushindwe. Hiyo www.soccerbet.co.tz kabla hakujafunga game za leo tukishazitazama game leo kubwa sana Chelsea na Liverpool. Kesho kwa haraka kuna game tamu sana. Kuna game kama 4 hivi ambazo ni nzuri sana. Kwa haraka ukitazama hapa kuna game ya kwanza ya Everton na Crystal Palace, kuna Wolves na Brighton, lakini pia kuna Brentford na Man City, na game kama ziko kama 4 hivi zitakuwa live kesho. Sasa Premier League hizo kwa zitakuwa live kesho Jumapili. So kwa mtu ambaye anatamani kuzibetia sitotaka tuzungumze sana kama zitakuwa za games aina gani hapa, bila nataka tulenge zaidi kwa ninaopata tanda Soccer Bet. Kwa mtu ambaye anaweza kwa kama kubetia game ya Everton dhidi ya Crystal Palace, labda kuna option gani hasa au unasaidia au unashauri au sio kwa kanani? Sasa moja Everton na Crystal Palace atacheza mechi 19 mfululizo bila kupoteza mechi 19 mfululizo, na ndani hizo mechi na Liverpool kaingia Man City. Kwa City ameingia kwa mechi 19 mfululizo bila kupoteza, anaenda kukutana na Everton amekatimbalisha kidogo, lakini sio tamam yote kama hivyo tunatoka na points 3. Kwa hivyo ni option ambayo unaweza kaika kwa hiyo Crystal Palace na Everton ikishinda na chance asifungue amuka Crystal Palace ipa ni kwamba ndio timu ambayo imefunga magoli machache kwenda kwa magoli sasa wana as yule anashoti madloss magoli manne ni mashindano yote mpaka sasa wanauza timu ambayo kwenye kuta wao vizuri, lakini ndio kufanya wao ndio matokeo wao ndio ndio sana kwa hiyo kama wanaele pale unaweza kumpata na Rema au na Blinda au na Mbaye toka Tilua sababu yeye anateta pale ananani mpaka sana kidogo anampata pateta. Sawa, Newcastle na Nottingham Forest. Nottingham Forest and Arms both was fortunate and see lakini amekuja mbele ya dia bigaji on the serve alifanya kujisita bila matokeo yet just the win hajapata ushindi wote mpaka sasa, na misione kwa ushindi wa kwanza utakuja kwa Newcastle na watu wa kusema na wao unazungumza, lakini mimi mtu ambaye anapenda kidogo napenda kulinda kidogo unaweza nikabina Newcastle ama nikampa Newcastle apate goal. Sasa bila hiyo mechi aiona aweza kwenda 3 magoli matatu na Newcastle kimsa cheza kwa 2.5 back inaweza sababu ya Newcastle na Nottingham ya Ange na magoli 3 over 2.5. Okay, Brighton wanakanda Chelsea kwa na momentum fulani kabla ya kwenda international break. Unaangalia wale Brighton unaona
Brighton mazuri. Alafu kwa pia sasa Wolves kushikilia mkia pale. Into your awards. You what in Wamestruggle sana msimu uliopita. Msifanye kama ambao mashabiki mzee kufanya kwa Manchester United. Fanya hivyo. Kama unalinda Brighton au unampa goli moja unajua siri. Hawezi kutetea kikombe. Na timu ile ni kama timu kama Southampton. Zamani Wolves wanapata timu ambazo zina sifa zaidi kwa kuwa na academy bora, kwa kuwa wananunua wachezaji kutoka timu ya ligi ndogo barani wauza kwa bei kubwa. Lakini toka sasa wameanza kuziwauza wachezaji wao wote, wameshindwa ku replace tena watu ili baada kuweza kuchukua nafasi zao. Kwa hiyo sasa hivi kosi dhaifu kweli na bila amini kesho tutaka Brighton basi watapokea timu itakatifu. Malizia kuna game nyingine Man City na Brentford. Brentford invite. By Brentford wanaitwa back on Manchester. Nataka kuitwa bank wa back on Manchester United. That was the one. Bwana Brentford wanamsumbuka sana City. Japo City amejipata kwa mechi hizi lakini pia naye hayuko sawa wakabiliana na rushwa goli. Japo wana Haaland pale na anafunga naye magoli. Odds za Man City kupata over 2.5 over 1.5 na also ni sawa. Mimi naweza nikaenda Brentford hapo goal. Kwa sababu ya aina wins wa Manchester City wamemtoa mtu kama Kanji na masule wao wana injury. Man City sleep by Brentford over 0.5 Ndio hivyo ni kwa kwa we mentioned in supplies overseas this year at least the CEO would either bring joints which was either for Brentford or from City. Ndio kwanza kwa trend una good road ya kama Bwana mdau wa Sokabet Africa, nikushukuru sana kwa kuwa umekuwa pamoja nasi mwanzo mpaka mwisho. Umemsikia Ivan hapa amezungumza kwa undani kabisa kuhusiana na kile kitu ambacho anatamani sana kuweza kukiona siku ya leo, lakini pia umemsikia Mkanani vile vile ameweza kuzungumza kuhusiana na mechi nyingi ambazo tumekwenda kuzizungumza siku ya leo. Mimi sina la ziada, lakini pia kubwa kuliko ni kwamba wamekupa options za wewe kuweza kupata pesa kupitia Sokabet Africa. Wamekuonyesha masoko adhimu, masoko ambayo huwezi kuyapata sehemu nyingine zaidi ya www.sokabet.co.tz. Kama hujajisajili basi unakosa mengi. Huu ndio wakati wako mzuri sana. Shika simu yako, ingia www.sokabet.co.tz au nyota 149 nyota 35 alama ya reli. Asante sana, sina la ziada, nakwambia asante sana. Endelea kufuatilia Sokabet Africa kupitia mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Sokabet Africa ama TikTok ni Sokabet Tanzania. Asante sana, nikutakia wakati mwema Andy. Bye bye. Yeah. Sokabet, amua ushindi wako.